nampenda Yesu sana, na sijui hata nikwambie nini. Mimi sikubadilisha dini kwa hasara, na kila siku sijawahi kutosheka kumtafuta Mungu. Sijawahi kutosheka usema sasa hapa nimekwisha kumjua. No, kila siku, kila saa nataka kumjua Mungu. Lakini mimi ni mwana falsafa wa Biblia. Mimi namsoma sana Mungu na matendo yake makuu. Toka nimeanza, nimebatizwa mpaka nimefika hapa, nimemtafuta Mungu hata kwa gharama, na ndio maana hata nikipigwa kwenye mapito magumu sijawahi kumwacha Mungu, kwa sababu nampenda sana. Kwa hiyo kitendo cha kumpenda Mungu, niliamua kumtafuta Mungu. Huyu Mungu ni nani? Nikamtafuta Mungu kwa kusoma sana Biblia. Nikagundua uwezo wa Mungu si bla bla, sio propaganda. Mungu sio kama propaganda nyingine kwamba unaweza ukaielezea hivi na watu wakawa hivyo. Mungu ni Mungu, ni Mungu. Yani hakuna namna nyingine, ni Mungu. Huwezi kufananisha chochote, huwezi kumtafsiri chochote. Na kwa sababu nampenda sana Mungu, nikamtafuta sana, ndipo nikakutana na maandiko yanasema yeye aketie katika mbingu za mbingu. Yeye aketie kwenye mbingu za mbingu, mahali palipo juu sana. Kwa hiyo niliimba katika roho kuliko, sijui nikwambie nini. Niliingia katika roho kuliko, nikamchambua Mungu alivyo, nikaangalia matendo makuu, nikaangalia huyu Mungu ni nani, anastahili, sijui niseme nini. Nikaangalia jinsi gani vile katika Biblia watu walikuwa na mwabudu Mungu. Walipokuwa naposema kwamba kule mbinguni wanainama watakatifu, wanainuka. Mahali pengine anasema wanaanguka miguuni pake wakimsujudia, wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako, utukufu una wewe Bwana. Hayo maneno mazito, magumu, maneno yenye utisho. Nimeona mara nyingi Mungu akimtokea Musa, akiwatokea kina Joshua, akitokea wana wa Israeli na matendo makubwa aliyoyafanya. Mungu katika Waebrania ameelezwa kama kitu, sijui kama watu wanaelewa. Kwa Mungu sio kitu cha kukibeba hivi. Kwa hiyo Mungu akaniambia nifanyie ibada. Wakati natafakari, Roho Mungu akasema nifanyie ibada. Nipe nini? Ibada. Nipe ibada. Nipe ibada. Nikaingia, Mungu akanitembeza kwenye maandiko, akanitembeza kwenye Biblia, nikamuona Mungu kuna matendo yake. Ndio ile kuinama, nikasema sisi tukienda kanisani tunasimama, tunaanza kuomba, tunaomba tumesimama. Nikasema bado hatujamwabudu Mungu, bado, na nasema hata saa hii bado hatujafika kiwango tumemwabudu Mungu ipasavyo. Nawambia ukweli, kama mtu anataka kuchukua hii, akae peke yake, achukue Biblia aisome, apate muda wa kutafakari, alafu atajua kwamba bado hatuja kufikia, hatujampa Mungu ibada inayostahili. Na Mungu akaniambia nifanyie hili na hili. Ndio maana unaona kwenye wimbo